Iran imetia saini makubaliano ya dola bilioni 25 na shirika la nishati la Urusi maarufu kama Rosatom kujenga vinu vinne vya nguvu za nyuklia. Shirika la habari kutoka huko nchini Iran maarufu kama IRNA limeripoti hivyo, ambapo makubaliano hayo yalihitimishwa Jumatano katika wiki hii kwenye maonyesho ya Atom Expo 2025 huko mji mkuu wa Urusi maarufu kama Moscow, ambapo Rosatom imeelezea mradi huo kama wa kimkakati. Hatua hiyo inaajiri wakati kile kinachojulikana kama utaratibu wa snapback wa makubaliano ya kihistoria ya nyuklia ya 2025 na Iran inachochewa na vyama vya Ulaya na inahitajika kurejea mwishoni mwa Jumamosi. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zilianzisha vikwazo hivyo mwezi uliopita, yani mwezi Agosti, zikishutumu Iran kwa kushindwa kuzingatia ahadi zake chini ya makubaliano hayo, ambapo Urusi na China zimepinga vikwazo hivyo. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Urusi alieleza kuwa Moscow haitambui utaratibu huo wa snapback kama halali. Shirika la habari liliweza kuripoti ya kuwa mitambo ya Generation 3 itajengwa kwenye eneo la hekta 500 katika eneo la Sirte kusini mashariki mwa mkoa wa Hormozgan na inatarajiwa kuzalisha megawati 5000 za umeme. Makubaliano hayo yalifikiwa kati ya mkuu wa Rosatom Alexei Lekachevi na mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran anayefahamika kama Mohammad Eslami, huku maafisa wakisema inaonyesha nia nchi hizo mbili katika ushirikiano wa amani wa nyuklia. Eslami aliviambia vyombo vya habari vya serikali ya Iran ya kwamba mapema kabisa wiki ya kwamba Tehran inapanga kujenga vinu 8 vya nguvu za nyuklia kama sehemu ya harakati ya kufikia gigawati 20 za uwezo wa nyuklia ifikapo mwaka 2040. Iran ambayo inakabiliwa na uhaba wa umeme mara kwa mara pia wakati wa mahitaji ya juu, kwa sasa inaendesha kinu kimoja cha nyuklia katika mji wa kusini wa Bushehr, pia imejengwa na Urusi. Kituo hicho kina uwezo wa gigawati 1. Moscow ina uhusiano wa karibu zaidi na Tehran na kulaani mashambulizi ya Marekani na Israeli katika maeneo ya nyuklia ya Iran mwezi Juni mwaka huu. Israeli ilidai ya kuwa Iran ilikuwa katika hatihati ya kupata silaha za nyuklia, lakini Tehran ilisema haikuwahi kuwa na nia kama hiyo. Mohammad Eslami alisema katika mahojiano maalum siku ya Ijumaa wiki hii ya kwamba Iran itaendelea na mpango wake wa amani wa nyuklia bila kujali shinikizo la kigeni. Wakati hayo yakijili kuhusu Iran na Urusi kushirikiana katika ujenzi wa vinu vya nyuklia, Belarusi pia imependekeza kujenga mtambo wa nyuklia kusambaza umeme kwa maeneo ya Ukraine, ambapo Belarus imependekeza kujenga kinu cha nyuklia kwenye eneo lake ambacho kinaweza kusambaza umeme kwa maeneo yanayokaliwa na Urusi. Huko nchini Ukraine, rais wa Belarus maarufu kama Alexander Lukashenko amesema hivyo. Lukashenko alisema wakati wa mkutano na rais wa Urusi Vladimir Putin huko mjini Moscow ya kuwa uamuzi uliotolewa utaanza mara moja kujenga kitengo kipya cha umeme au kituo kipya ikiwa kutakuwa na haja ya umeme magharibi mwa Urusi na katika maeneo yanayokaliwa, ambapo Urusi na washirika wake hutumia neno iliyowekwa uhuru kurejelea maeneo yanayomilikiwa na Urusi wakati wa uvamizi wake nchini Ukraine. Ufadhili si swala hata kidogo iwapo kuna mtumiaji ambaye atachukua umeme na kulipa ushuru unaohitajika, sio tatizo hata kidogo, Putin alisema hivyo. Vyombo vya habari vya serikali ya Belarus viliripoti ya kwamba mazungumzo juu ya mahali pa kujenga mtambo mpya yalikuwa yakiendelea. Lukashenko alisema ana mashaka juu ya mahali pa kujenga ama kitengo cha 3 katika kituo cha sasa cha Ostrovets au kuiweka mashariki. Wanaweza kujenga katika sehemu zote mbili na nadhani wataamua hivi karibuni. Ingawa Belarus haihusiki moja kwa moja na uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine, nchi hiyo imeunga mkono harakati za majeshi ya Urusi katika vita vyote. Mwanzoni mwa uvamizi huo kamili, Belarus iliruhusu eneo lake kutumika kama uwanja wa jaribio la Urusi kuiteka Kyiv kutoka mpaka wa kusini mwa nchi hiyo.